Erana bali bakolera, erana bali bakolera, erana bali bakolera, erana bali bakolera, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Kwa mara mingi saa zingine tunalala njaa, saa zingine nang'ang'ana tunakula. Sasa hata yeye ananiuliza saa zingine, ai mchukuu wangu mbona leo tumelala njaa? Watoto wako umewahi labda kutana na mmoja hata popote? Niko na mwanai. Sasa hiyo miaka yote umekuwa ukiishi tu peke yako? Niko na mwanai tu. Dunia ni ngumu. Dunia ni ngumu. Sijui kama ulisoma hiyo kitu. Dunia ni ngumu au dunia ni duara. Mtazamaji, natumai kupitia video hii familia hii huenda itapata usaidizi. Mpenzi mtazamaji, karibu katika channel yetu ya Brother Rogers. Jina langu naitwa Rogers Gichana, ama ukipenda niite Kaka Sungura. Leo hii tumetembea hadi kijiji cha Riamakora, constituency ya Bonchari, kaunti ya Kisii. Na hapa nimekutana na mzee mmoja. Unapomtazama ana gazeti mkononi na kidogo tu nywele imekolea, onyesho kwamba amekula chumvi. Ni mzee ambaye anapitia maisha magumu. Ningependa tu atueleze historia yake, vile amelelewa, vile amesoma na mpaka akajikuta katika hali hii, na atakuwa anatueleza. Na pia vile vile katikati mwa mahojiano tutakuwa tunazungumza na baadhi ya watu kutoka familia yake ili watueleze maisha ya mzee huyu yamekuaje na amejipata vipi katika hali hii. Karibuni sana, ndamana pamoja nami. Karibu sana. Unatuambia jina lako, unaitwa nani? Na unatueleza kidogo tu maisha yako vile umelelewa. Karibu sana. Kwangu naeleza naitwa Bibi Rujo. Baba ni Ogachi. Nizaliwa mwaka 45 mwezi wa 8 tarehe 2 katika kijiji inaitwa Bogiako Msabu location. Kwa hivyo vile nilifika miaka 9 nilienda kusoma Sunega Secondary School primary. Hapo nisoma miaka 2, pesa ilikuisha, nilirudisha nyumbani ngaanza kulisa ng'ombe. Mpaka mwaka 58 nilienda Chandoni. Baada ya kwenda Chandoni nimaliza miaka 2 nyumbani. Ndugu yangu mkubwa anaitwa Alise Magati alinichukua Nyamakanya primary school. Hapo mbeleni alikuwa ananifundisha mimi ndani ya nyumba. Ngajua kuandika kidogo, kusoma kidogo. Bila alinipeleka mimi Nyamakanya nienda kufanya mtihani unaitwa Common Entrance Examination. Hapo mwaka 59, mwaka 60 nilifaulu, niliingia form standard 5. Back in 1965 nilifanya mtihani ya standard 8. Hapo nilikuwa hapo. Ngakaa nyumbani kwa miaka 2. Baadaye ndugu alitoka Maseno kosi yake ya farming, anitafutia nzuri ya Nice Secondary School. Ile naita ya mwenyewe anaita Mako Bosiri, alikuwa mchumbe ya kwanza katika kijiji cha Bonchari. Hapo niliingia form 1 mpaka form 3, basi ilikuisha. Mama alikuwa anajitahidi, lakini ugonjwa ulikabiria yeye, aliaga dunia. Mama yako? Aliaga dunia. Ndugu
alikuwa na watu yake anasomesha. Ndugu ya pili pia, ndugu ya tatu pia. Watu wakakufa? Au kuwa na nafasi ya kunisomesha. Nilikamia hapa. Sasa nilianza kutangatanga vibarua mbali. Mwenye nyumba hii ako nyuma alinipeleka Kisumu kutafuta kazi. Baada ya kutafuta kazi sikufaulu. Kuna mjamaa mmoja nilikuambia alinitoroka babu. Alikuwa anafanya kazi anitafutia kibarua katika shule ya Kisumu Day Secondary School Ufyaga. Hapo nilifanya miaka 10. Baada ya kufanya miaka 10 tukapegwa interview na headmaster. Watu 14. Hiyo shule ilikuwa natakiwa kuwa na gate 2. Sasa gate ya kwanza mmoja kaweka pale na mmoja pale. Ya mpya mtu alikosa. Headmaster alimpa sisi interview, tulifanya watu 14. Hao watu 14 wote walianguka, nilifaulu. Akanipa kiti na kitabu notebook na penzi. Yule mnaita Mbasa akanipeleka kwa gate mpya. Hapo nilikaa miaka 2. Bila mimi naendelea, kuna mjamaa mmoja tulikuwa nasaidia kufyaga kama amechelewa. Alikuja akaniambia siku ya weekend kama jana, ugache wewe wakati ya weekend unaenda rangi wapi? Hiyo shule kuna msichana mmoja alikuwa anafanya biashara binafsi yake, lakini anafanya kazi hapo ndani. Namwambia shida yangu kama imeshika rangi, mimi naenda pale nakula rangi narudi hapa. Ikani hilo napenda. Sikujua maana yake alikuwa anauliza mimi na mwenyewe. Yeye akachukua baisikeli akaenda. Kumbe baada alienda wakazungumza na wenye hoteli. Akampa hao ni dawa. Bila nilitoka hapa nikaenda kuingia. Wale alikuwa ananijua tu. Wakaniuliza, "Kisii leo tutakaribisha wewe na injini." Nilianza kucheka. Injini ni kitu gani? Kumbe ni samaki inakatiwa hapa kuelekea chini, ndio wanaita injini. Pesa ngapi? Ni shilingi 50 tu. Kapatia hawa. Wakanipatia ugali niko hapa na hii ni samaki. Mungu akaniambia, ugali unajua wale watu hawajui kupika ugali kama ya kwetu hapa. Mimi nilikula samaki nikamaliza. Baada ya kumaliza supu iko hapa kikombe kubwa. Hii kikombe mimi na ngaweka hapa. Kana wacha nitoke kwa gate kufika kwa ile miti. Nilianza kutapika tamu. Baada mzuri Mbasa amekuja kuchukua pesa. Anaangalia anioni, nichukua mawe ngatupa akaniona mimi na keti ndani. Ngali naendelea kutapika tamu. Yeye alikimbia akanipeleka kwa hospitali. Hapo hospitali ya mwenyewe nipigwa sindani 6 na dawa. Yeye alikuwa jirani yangu tu. Anaitwa Robert Ogutu. Ni kwa nini walikuwekea dawa? Ni nini walikuwa wanataka? Alikuwa anataka aingie bahari nilipelekwa. Na achukue nafasi yako. Achukue nafasi. Okay. Hapo akanipeleka, baada ya kutibigwa akanirudisha mpaka nyumbani. Bahari nilikuwa naishi. Nilikuwa naishi na mtu mwingine anaitwa Nyanjoka. Kutoka kwenu Kitutu. Anaitwa Nyanjoka. Pole Mungu amesachukua yeye. Hii nyumba ni ya serikali, akanipa rumu moja. Akanichukua. Huyu Mbasa akanichukua. Huyu Nyanjoka alikuwa anafanya kwa DC. Kama office messenger. Akaniweka kiti, yeye akaenda. Ngaketi, wacha hao wenye nyumba waingie. Kwa sure hakuna mtu. Bila nilitoka huko. Baada akimbia, wacha nikimbie nione mtu gani amesalete pesa kulipia watoto. Keti hapa. Ufika saa 11 mwenye nyumba huyu Nyanjoka ameingia. Aliangalia namna hii, alianza kulia. Kitu gani ugaje? Nikaeleza tamu ni kama ile nguo.
Akaniambia nyumba iko choo ndani na hii wasiki. Itapika mpaka asubuhi. Kufika saa 12 damu ilikiza kidogo. Na hapo tabu nilipewa kumesa ni 6 kubwa. Hapo ilikuwa mwaka gani? Hapo ilikuwa mwaka 2001. 2001. July. Hapo mpaka asubuhi. Alikuja asubuhi akaniambia utajaribu kutembea mpaka kwa Sure. Unaona na mkubwa. Nikamwambia nitajaribu. Yeye akaenda. Ile baisikeli pendeza naye iliharibika ndio sababu. Nikajaribu naenda na keti ngofika kwa Sure. Na keti hapa. Kumbe eti masaa ameingia huko ndani. Waje mbasa huyu amekuja. Kaniuliza, "Umeona na mkubwa?" Nikamwambia sijaona yeye. Akafunga. Akaniambia yeye iko ndani kuingia. Huyu mjamaa kutoka aliingia yeye Sure, achatoa vioo kwa macho. Akaniambia, huyu mkizia achakosea Sure. Basa, wewe iko na pesa ngapi kwa ni watu? Kamwambia niko na pesa. Pate ugaje shilingi 800,000 aenda kwa atipigwe. Kienyeji na kienyeji akipona arudi kufanya kazi. Hapo si kurudi mpaka kwa hiyo nyumba nilikuwa na hizi. Mimi na mpaka sasa hivi tunazungumza naye. Kanimea kwa steni nilichukua express. Huyu kijana sikujua kama ni yeye ni Kisii, yeye ni kutoka Kiumbu. Wacha tufike njiani, akachukua mtu mmoja. Nikibisa mimi akanitupa hapa. Hiyo pesa nitoka wacha nisunguke nimpe shilingi 200. Akasimama pale kuingia kuangalia nikuoyaga napata ni tamu tu. Akaniambia vizuri. Akaangalia wewe ni yule tulikuwa nakimbia na wewe. Pesa ni ya nini? Akaniambia weka hiyo pesa yako. Nikaweka. Akanipatia shilingi 600. Akaniambia wewe waende utipigwe, siku nyingine tutakutana. Kuangalia hii kumbe ni mtu tulikuwa nakimbia na yeye kwa province mwenyewe. Wewe kitambo ulikuwa unakimbia? Starter. Kama Kisii. Tembea mpaka Suneka. Hii nyumba ya ndugu yangu ilikuwa nataka niende nikae mpaka asubuhi. Kabata wacharuo wako ndani na machararani. Wacha nianze kutembea hapa Suneka. Tembea kidogo. Nilifika hapa usiku. Fika hapa ngaketi hapa wiki mbili. Wakasani yangu wanaishi pande ile. Fika wiki mbili, siku ya kwanza hii wiki ya 3 kapata mtu anakuja kutoka pale. Kumbe ni kijana tulikuwa nafanya hii mjaruo. Anaitwa Chakosere. Mpaka sasa hivi tunazungumza na yeye na wewe yako kwa hiyo gate. Kumbe wale wampatia yeye shilingi 2,000. Nilitumwa hii pesa waende ununue dawa. Pesa nyingine itakuja. Kwa hivyo kutoka shule wakamtuma na shilingi 2,000 akuje kukusalimia. Hiyo pesa niketi hapa wiki moja ngaenda Kisii. General nilikaa General miezi 3. Miaka 3. Miezi 3. Daktari mwingine anaitwa Choni kutoka alikuja akaniambia, my friend, leo usitamani kupigwa sindano yoyote. Ukipita hapo utakufa. Pesa ya chua tafuta akili. Bila utatoka hapa kwa sababu pesa yako ni shilingi 6,000. Ile iko hapa ndani. Kuangalia na mnai kutoka hapa. Njia ile inaelekea kwenu, ngapata mjamaa mmoja kutoka hapa ng'ambo anaitwa Rambui. Ngapatia yeye vitu yangu ya kulalia. Mimi nikapeta nikaenda kutoka siku hiyo sikurudi huko. Hapo ni nafuu kidogo. Dawa nilikuja sasa kununua mbalimbali. Mpaka saa hii. Sasa ilifika mwaka 2018 nilikuwa na kete pale.
Hapa kwa barabara? Hapa karibu. Upenduka na mnaini nilianza kutapika tena. Hivyo tu ulianza kutapika tu? Ilikuwa vizuri. Nilianza kutapika. Katapika siku mzima. Kaambia watu ya mna gani? Siku yake na nikaenda ngape dawa. Ili ya kidogo. Kawa vizuri. Sasa ilifika akachana Septemba. Ilifika pale. Ni chini mjango ulikuwa hapa karibu ninaenea kukanyaga. Kumbe mbegu ya mahindi naiteke emba ilikuwa chini, ilirusha mimi tena kurudi nyuma. Ukaanguka? Kaanguka nyuma. Hii kitu ilitoka karudi nyuma na hii. Mguu yote ikavunjika hii? Hii ilirudi ikaja hapa mpaka hapa. Na hapo mjamaa mmoja kutoka Ligoma alikuwa amebatia mimi shilingi 600 aliniwekea mimi. Siku kama ya jana. Alikuwa anasikia mimi ni mgonjwa, ni rafiki yangu. Yeye ngasema niko na bahati. Sasa siku hiyo nililala ngasema huyu mjamaa alipatia mimi pesa. Wacha niende Yawe. Kufika Yawe huyu mjamaa piga mimi sindano na kunibeba bandage baka yake. Ako ninyorosa. Nikuja hapa saa 3 asubuhi niko hapa tu. Niketi hapa mpaka saa hii. Wacha. Watu wasema sasa kitu gani? Watu wakaanza kutoa pesa kidogo 5, 10, 10, 20. Nikaenda huko. Niketi siku 5. Sasa hospitali? Hospitali general. Wakati tunaenda kunyoroswa hii, tukaenda watu 5. Watu 15. Ufika hapo wao wanasema theater tulipata wanawake wametangulia. Wale walitangulia Dr. Numukamba alikuja kutuambia nyinyi 5 nyinyi rudi kwa wote. Napo nilikuwa nimesatolewa dawa mara 3. Ufika njiani nilikuwa na mzee mmoja kutoka kwenu Kitutu. Kauliza nitauliza tamu yangu bali waliteka. Huyo mzee akaniambia pana twende tu. Tukaketi hapo. Siku 5 siku ile tulipelekwa tena usiku yake. Sisters, doctors, bunge ilifungwa. Tukabaki hospitali watu 2 peke yake. Out of 20. Basi. Hapo ndio nitolewa ngaletu mpaka hapa. Kutoka siku hiyo mimi niko hapa sijaenda pale popo. Kwa hivyo tuseme hii sumu uliwekewa shuleni ukifanya kazi ndio ilikuumiza. Yaani alikuniua lakini pati mzuri Mungu akakusaidia. Katapika upuzi. Upesi kabla ichangia nda. Sasa kwa familia yako ndugu wako wangapi wamebaki? Ndugu zako wangapi wamebaki wako hai? Wameaga dunia, watangulizi wameaga dunia. Wote? Wote 3. Tunabaki watu 2 na wasichana 2. Mmoja huko chini, wasichana wako basi location. Waliolewa wako. Hao ndugu wengine wameaga dunia. Hii ndio nyumba yako miaka yote? Hii ndio nyumba yako. Na hao ni watu walifanya mchango wakani. Sasa unapataje chakula hapa? Chakula. Hii takataka ndio inanipatia. Huyu ni nani sasa? Tutaongea naye baadaye. Ni nani? Ni nani kwako sasa? Huyu ni nani kwako? Unamuita aje? Mjukuu. Ni mjukuu wako? Familia nyingine iko wapi sasa? Familia wako chini. Lakini hawaingii hapa. Kwa nini? Sijui. Sitagombana wao. Habari basi. Waliacha tu kukuja nyumbani kwako hivyo tu. Nimeona unasoma gazeti. Gazeti hii. Niwaambia na ndio. Kwa hivyo unapenda kusoma gazeti? Sana. Kama sipati hiyo.
usingizi inanichukua. Kwa hivyo lazima ukwende. Unajua nikikuja niliona tu unasoma tu pole pole, unasoma pole pole. Kwa hivyo unapenda siasa? Siasa? Siasa sipendi. Siasa ndio napenda. Siasa ndio unapenda ukisoma gazeti? Ndio sababu. Hautoki hapa? Wewe siku yako yote umekaa hapa? Niko hapa tu. Sipendi kutembea na hao. Unaniama hata ndugu yangu ya kwanza sikuwa anatembea na hawa. Hata ndo lika zangu sitembei na mtu. Mimi niko namna hii kitu basi. Hivyo tu. Hivyo tu. Na labda uko na watoto? Kuna mwanamke mwingine kutoka Keroka. Alikuja Kisumu. Ukiwa huko kazini? Ukifanya kazi? Nilisi na yeye hapo. Mimi sikuwa na nyumba. Nilikuwa na ndugu mwenye nyumba hii. Alikuja, kuna plot nyingine hapo juu. Watu walifanya mchango wachenga nyumba kama hii ya machani huko. Ngawacha yeye hapa. Mama yake alikuja hapa. Niambia kujua kama niko na ng'ombe. Alimtoa hapa mbio mpaka kwao. Mama yake? Mama yake. Akamtorosha? Mpaka kwao. Nilipata habari Kisumu. Yako makafanya hapo kwao. Nilitoka Kisumu. Nilipita free mpaka Kisumu mpaka kwao Keroka. Kwenda ni kitu gani? Apata bahati nzuri mama yake na baba yake. Wakauliza kitu gani? Ngasema haki. Baba yake alikuwa ni technician baba yake, lakini ameweka tuni na huyu mama aliweka tuni. Niuliza, akauliza huyu mwanamke, kwa nini ulitoka chini? Mama aliniambia toke mimi wakati hana ng'ombe peke yake. Fiti litokea hapo. Jamaa ng'ombe tulikuwa na yeye, nikamwambia wanatoke kuna utaisa wao hapa. Tukatoka, tukifika hapa Keroka station hapa, tukapata gari karudi Kisumu. Kufika Kisumu nipata habari yeye amerudi hapa. Nikatoka ngaja kuangalia. Ambia ni kitu gani mbaya? Na hapo si ukuwa nafanya bado alikuja kama sina kibarua. Mlizaa watoto na yeye? Wangapi? Mlikuwa mmezaa mtoto na yeye? Na huyo mwanamke? Wawili. Sasa huyu mjamaa kuna mwalimu mwingine hapa amekufa. Ngaenda akamwaliza sina pesa ya kurudi Kisumu. Na yule mwanamke anataka nini? Anataka afanye biashara. Huyo ufanya yoyote. Alikanipatia shilingi 8,000. Ngaja naye kama pesa ndio hiyo asia biashara. Nikarudi kazini. Ukamwacha hapa tena? Nikamwacha hapa. Baada ya miezi 4 kasikia yeye ametoka hapa. Tena ngaenda. Akatoroka peke yake tena? Peke yake na mama. Mama yake. Mama ndiye alikuja kumchukua tena? Mara 3. Mimi nilikuja sasa hapo ningesema sitaki kwenda kumfuata yeye ndiye atajua bila, kwa sababu sikuomba na yeye. Wala hata watu ya hapa wote wanampenda, lakini mama yake alimsangilia na maneno hakusikia. Huyu mwanamke alifuata akili ya mama yake tu. Mpaka mwishowe bila nilisikia akamfungulia biashara ya kuuza mandazi ovyo. Alipata ugonjwa. Alikufa? Alikufa. Wacha niende huko kufuata. Nilitokea chupu. Karibu wakuue? Na yeye msichana alikuwa ya kwanza kwa familia yao. 6. Nikarudi mpaka iko namna hiyo. Watoto wako umewahi labda kutana na mmoja hata popote? Niko na mwanai. Sasa hiyo miaka yote umekuwa ukiishi tu peke yako? Niko na mwanai tu. Dunia ni ngumu. Dunia ni ngumu. Sisi kama ulisoma hiyo kitu. Dunia ni ngumu au dunia ni duara.
Mtazamaji, umesikia historia ndefu ya mzee huyu. Sasa kufikia leo uko na miaka mingapi? 74. 74 years. Wow, ana miaka 74. Labda kidogo tu nataka nizungumze na mama fulani hapa ambaye anamsaidia kufanya kazi ya nyumba na kumtengenezea chakula. Atueleze anapitia hali gani wanapoishi na huyu mzee katika kijiji hiki. Anaanza kuna china amenipandika na niita nyasi ya boka. Tasikia hapa tu kwa nini? Kwa fence akiita nyasi ya boka. Nyasi ya boka. Nakuja haraka namuuliza ni nini mbaya. Ananiambia mimi ni mgonjwa. Kiniambia yeye ni mgonjwa, natoka tu moja kwa moja naenda kama sina uwezo naenda kutafuta anko zangu. Na kama naona sio mgonjwa sana, namwambia aoge, aenda hapa tuko na dispensary hapa juu. Anatibiwa, anapewa dawa, anarudi. Ananiita, ananionyesha dawa saa zingine. Enda napika uji, namwambia sasa mesa. Anamesa dawa, bado nakuja naona hali yake ni nzuri. Lakini ile sita sana tunapitia nyingi, mara tunapata ni chakula, mara hatupati. Ugonjwa sana hakui mgonjwa sana. Isipokuwa sasa hizi ndio waacha apone, ndio awache kutembea na hizi. Hizi ndio shida sasa, kwa sababu anaweza keti hapa siku mzima. Zingine anakuja namwambia jisukume tu ende kwa barabara. Anatoka pole na hiyo fimbo, saa zingine anaweza fika huko hapo kwa hiyo barabara aketi tu. Ahesabu watu arudi. Kwa hivyo sasa ile kitu inakuanga sana shida ni chakula. Umelinda huyu mzee kwa miaka mingapi sasa? Mkiwa Mama yangu ndiye alikuwa anamlinda. Mimi niko hapa kwetu. Niliolewa nikakosa mtoto nikarudi kwetu. Sasa mama yangu ndiye alikuwa anampikia. Akakuja uliolewa mahali ulikuwa ukakosa mtoto nikakuja hapa. Ukakuja. Sasa nilikuja hapa nikaenda kufanya kazi ya nyumba tu. Nilifanya ikafika sasa wakati mama yangu ni mgonjwa sana, akaraswa huko alifare Dored. Vyenye alifanyiwa operation akakufa. Sasa vyenye alikufa si tukakuja tukamsika tukamaliza. Sasa akiwa hospitali alisema aliita mdastiboni wetu akamwambia mwambie Gladys akae nyumbani awache kazi na achunge mzee. Asiwache babu yake, ampe chakula na asichoke. Sasa sisi hatukujua kama anaenda kuaga. Sasa vyenye aliongea hivyo ndiye akaaga. Sasa dastiboni wetu wakati tuko Masisi akasema mama alisema ukae hapa nyumbani na uangalie babu yetu. Sasa mimi nikasema kitu mtu ameaga amesema lazima ufanye. Sasa nikawa tu naishi hapa nyumbani, nikatoka kazi ya nyumba huko Nairobi kwenye nilikuwa, nikakuja hapa. Tangu mama aliaga 2018 mwezi wa 6. Tarehe 20 mpaka saa hii sijatoka. Sasa tuko na mzee, sijawahi toka hata niende pale. Tuko na yeye tu. Hapa tu nyumbani? Hapa nyumbani. Baba yako yuko hai yeye? Yako hata alikuwa amesimama hapa. Kwa hivyo unawachunga baba na huyu. Wote wawili. Unafanya kazi gani ya kutafuta chakula labda? Baba naye anafanya kazi ama wewe ndio unachunga? Baba yangu hafanyi kazi. Hapana, anakaa hapa nyumbani tu. Na saa zingine anapanda mboga. Alafu niko saa zingine hizi chama natoa. Sasa ikifika kama ni siku wananipea, nanunua chakula naweka. Tena naendelea tu nikiuza mboga kidogo. Niko na kuku 2, saa zingine nikikosa ninauza hiyo mayai. Kama nikusiaga imekosa naenda kusiaga. Naishi hivyo tu. Sijawahi fanya kazi. Hiyo ndio maisha yangu. Na baba yangu hajawahi enda kazi. Wako wote wawili hivyo tu. Mungu akubariki mami. Nilisema kwa sababu nimekosa mtoto. Sasa nikifanya vibaya, after Mungu ananipea majaribu. Sasa nikasema tu nitawapitia tu, sitachoka. Kuna mtu anakutazama huko na labda angependa kupeana usaidizi. Usaidizi mnahitaji sasa. Ni usaidizi wa aina gani? Kama mtu angependa kuwasaidia, angewasaidia vipi? Sasa kama mtu akipenda kutusaidia, nipate
chakula, mzee asikose chakula, ama nipate biashara fulani, ani kidogo kidogo nikuwe nafanya, alafu babu yangu sasa ndio tusiwe tunakosa chakula. Ungependa kufanya biashara gani? Naweza uza tu hata nguo za mitumba. Kuna wakati nilikuwa nauza, nilikuwa naona sinaenda tu. Ulikuwa unauza daraja ama sulika? Daraja kitambo. Ama kukucha kutembeza hapa tu. Sasa mtu akikutafutia pesa, akutafutia pesa kama ngapi hivi yenye inaweza ikatosha labda uanzie biashara? Yenye tu naweza fungua kirokoto moja tu. Kama ngapi? Kama ngapi? Unajua kuna mtu anakutazama labda na ako kwingine anasema mimi nataka kufungulia huyo mama biashara. Labda pesa. Siwezi sema kama ni ngapi. Yenye tu huyo mwenye atanitafutia, yenye itakuwa uwezo yake, mimi nitaimaintain tu, italeta ingine. Kwa hivyo ukipewa pesa vizuri utaanza biashara na itaendelea. Biashara na itaendelea hata kama ni biashara kidogo. Nimeona nyumba ya mzee. Mahali analala. Hali yake ni aje? Pasuri, hata ana mattress. Saa zingine blanketi inakosa, ikiraruka anakuja. Sasa kama niko na mbili nampea moja. Kama juzi niliambia baba yangu uko na blanketi 3, nipee moja nipelekee babu yangu. Baba yangu akanipea moja nikamletea. Juu nilikuwa nimemletea chakula, nikapata anatetemeka. Alafu akitetemeka anakohoa sana. Sasa nikajua hiyo ni paliti imemuaffect. Nikaenda baba yangu vyenye niliongea tu akatoka na blanketi huko kwa rumu yake, akaniletea sitting room. Nikakuja nikamuamusa babu yangu. Siwezi ipitia kwa mlango, huwa anafunga. Sasa kama ni chakula anapitia kwa hiyo dirisha. Anawacha hivyo kwa sababu anajua anakuja. Sasa anafuta hiyo dirisha, anampea chakula na hapo. Sasa kama ni kitu yoyote nataka kumuongeleza, nitafungua hiyo dirisha usiku. So tuseme nifunge tu na itarara hivyo. Ama niulize umesaenda, nimwambie sasa nimeenda. Ataamuka tu afunge tu. Kwa hivyo tuseme maisha yake pahali analala si pasuri. Ana blanketi ya kutosha. Kitanda iko? Iko kitanda, lakini sio ile kitanda ni mtu anaweza keuka hivi. Iko na wadudu tu. Iko na wadudu ama iko sawa? Iko sawa, wadudu ana. Babu yangu ni msabi sana. Wadudu ana. Lakini kitanda ni ndogo. Halafu ana mattress. Ana mattress. Kwa hivyo atafutiwe kitanda na mattress, atafutiwe na mattress na blanketi, na blanketi mzuri, kama mzuri msito. Na nguo? Nguo ana nguo mingi ile watu wanamsaidia tu. Alafu naona hii nyumba yake haijatengenezwa vizuri. Kuna sometimes mvua inanyesha ndani. Alafu ukiingia ndani ni paliti sana. Na mambo ya taa labda? Hakuna stima. Ana taa. Huyo mwenye ameweka hiyo posti hapo ni jirani tu. Mtazamaji, natumai kupitia video hii familia hii huenda itapata usaidizi. Zawadi kidogo tumekuletea ili kusaidie uchunge huyu mzee kwa siku chache ambazo mtakuwa pamoja na yeye. Kidogo kwa sababu mzee ni msafi. Nipe hii mafuta hii itakusaidia. Ukioga vizuri, hiyo unajipaka, hiyo inatengeneza ngozi vizuri. Hiyo inaitwa Vaseline. Hii sasa ni yako ya usafi. Haya, pia kuna sabuni hapa itakusaidia kuoga. Pia kuna mafuta tulileta hapa kidogo ya mboga lita 2. Hiyo itakusaidia uchunge huyu mzee. Mira kitu nasema na rudisha shukrani. Na ninasema msiende kabisa, mtukumbuke. Sana sana mkumbuke huyu babu yangu sana. Juu anapitia changamoto sana. Saa zingine hata kama siku karibu anahesaambia mtu anataka chakula, amwambie chakula unauliza nani? Uliza mwenye unaombanga chakula. Sasa anapitia changamoto mingi. Sometimes nikienda mbali nikikuja anapata ako na njaa tu.
Rafta atoke tu aende hapo kwa ngo yangu. Hapo tu ndio naweza chua naweza pata chakula. Ninasema asante sana na nimeshukuru. Mungu akubariki sana. Hata nyinyi awabariki. Na huenda ikawa kupitia kwa huyu mzee ndio Mungu alikuwa ameweka baraka zako. Kwa sababu jana kukura hata mpaka saa hii hatuchakula. Sasa nilikuwa tu nataka nimalize kazi kwa nafagia huko kwa poma nitoke tu niende kwa anti yangu. Niende niombe mahindi nikuje kusiaga ndio nimpikie. Sasa unaona Mungu amewaleta na mmeleta chakula.